this is a message I'm telling our youth. You see what happened today kwa mpira, wameenda wakaharibu viti, and we are going to be banned. Shabana kucheza wako mpira without mashabiki, just because ya akili yetu ndogo, it's sababu watu wamedraw, sasa tunangoa viti, na ile ni uwanja ya military. So you can imagine the way tunatumika kiufala bila kujua kesho ita happen nini. So my message ni ile, kwenda usura yako mlengo fulani and you are not supporting, don't go to his meeting. Don't go to disrupt the meeting. Without you, itu zitaendelea. So watu wetu kutoka Kisii tafadhali, tutumie obongo, tutie kutumia mamiri. Pia kwa nini yeteli? Tutie kutumia mamiri, tutumie obongo so that tuponyeke. That is my message this evening. It's okay. Mheshimiwa Osoro, what do you have to say? And maybe hiyo nitazungumza tukiwa kwa platform ya Wakisii peke yetu. Okay, sawa. Huyu rika yangu amezungumza points za maana sana, lakini sasa sitamjibu hapa. Nitangoja tuzungumze maneno tukiwa Wakisii peke yetu. Lakini cha muhimu amesema Wakenya wote kwa jumla tu heshima, tuheshimu mali ya umma, mali ya serikali. Nani uko kujua hata job Sami, you did a good job. Mlikuja kwangu mkapeana wheelchair. Kulikuwa na vurugu kidogo, but I protected you guys. Mimi ninajua kuprotect watu wangu, so mrudi tena tafadhali. Msije anytime you guys plan to come to my area to do such charity works, especially to the people living with disability, reach out to me. Mimi nitawasupport na nitawapatia protection like you so. That one we are coming back, and as I told the guy in charge of people with disability, nilimwambia all watu wenye wako South Mogranga who are not registered, the government is giving out kuna advantage ya ukiregister watu wenye wamelemaa, like for example they don't pay tax. Hii kitu naambianga watu every time, get ukuwe registered, ukuwe known, so that kuna vitu unaweza kuwa exempted kufanya. So these are the things that we are spreading kwetu, so that watu wengine waelewe. Other areas watu wamejua, but kwetu bado watu hawajajua. So I'm also pushing through the government, county government, when anasimamia walemavu, so that people get to register na wanakuwa identified, you at least wana benefit from the government. Thank you. Wewe ni ofisa wa maana sana. Thank you. Nabarikiwa sana by the way. Sasa Mheshimiwa Osoro, there's something I want to say. Sikuwepo wakati wa Moi sana, lakini kuna yale mambo ambayo naambiwa na my grandfather. Ananiambia Moi hakufanya kazi Kenya sana, but he had a strategy, and the strategy he had mambo na civic education ni kitu ambao alikuwa ameweka kipaumbele. Wakifanya kitu kidogo, unasikia nyimbo zimeimbwa, Rais Moi nini amefanya hii, amefanya something that you lack as Kenya Kwanza government. Unaona mfano kama mambo ya hii finance bill ambayo tuli-reject. Hiyo kitu hamkujitokeza, mwambie Wakenya umuhimu wake, mwambie faida ya hii kitu ni gani, mwambie njia ambayo hii pesa tukipata itatusaidia namna gani. Kitu kingine mambo ya uga wa JK Jomo Kenyatta International Airport. Pia hiyo kitu hamkujitokeza, mkuje mwambie wa Kenya kinaubaga, hii maneno iko hivi na hivi, hata tunataka kupeana hii uwanja wetu, hii ndio reasons inafanya tupeane. Unaona mheshimiwa? Anyway, acha nikuruhusu uzungumzie mambo yanaitwa Adani. Tusikie ni kipi ambacho kwa nacho anatuelezea. Okay. Asante sana Amos. Sijui kama unasikiza. Kabla wote ama tunakupa nafasi tutamaliza. Asante. Endelea mweshi. Yes mheshimiwa. Asante sana. Kwanza kabisa nakubaliana na Amos. Anasema kidogo tunakosea maneno ya communication, lakini nimwambie kwamba wakati wa Moi na wakati wa sasa umebadilika. Wakati wa Moi kulikuwa na deficiency of education. Siku hizi watu wamesoma. Wakati wa Moi ilikuwa rahisi kidogo kwa sababu watu hawakuwa wamesoma sana. Siku hizi watu wamesoma, alafu technology pia imeenda juu. That is why tuko na TikTok, tuko na Facebook, tuko na Twitter, tuko na WhatsApp. Hizo vitu zote hazikuwa wakati wa Moi. Moi
is one of the leaders that really enjoyed leadership because information haiko inazunguka sana. Kwa hivyo by the time information ilikuwa ifike kwa village, ilikuwa already distorted na ilikuwa inakuwa stale, si kwa wakati huu. So we really can't compare our time with Moi times. Siku hizi watu wamesoma na kuna mtu ameniambia Facebook ilikuwa hajui. Moi alitoka tu Facebook haikuwa. Kwa hivyo watu wajue kwamba information that time was different. Right now as we are speaking, the world is becoming a global village. That is why siku hizi unaweza zungumza na mtu ambaye ako Washington DC, rais. Wakati ule kulikuwa kuna simu ambazo zilikuwa ni watu wachache walikuwa nazo. Mnakumbuka wale watu ambao mko within our age group, mnakumbuka kwamba kuna simu kama Motorola C113, simu yangu ya kwanza. Kuna simu ilikuwa inaitwa Siemens. Kuna simu. So hizo ni wakati wa Kibaki sasa. Lakini wakati wa Moi hawakuwa na hiyo advantage. But now wacha niseme kidogo juu ya hii serikali na nizungumze juu ya maneno ya Adani kidogo, na ni vizuri unisikize. Ile challenge tumekuwa nayo kidogo